I have a good husband who is good to my 2 sons as a father. He is a good leader who works overtime. Many people misunderstand him when he puts a very stony face. But he's a very wonderful and warm father, a warm husband, and a great leader where he stands. And therefore, maybe we should just say happy birthday to our boss. He's a very good boss, and you have seen him. When he's in his natural habitat and environment, many people don't even know he's the same one that people speak about out there. He is a great man. He's a man who loves God. He's a man who loves his people. He loves to serve people, and he serves people with dedication like no other. You have seen when you have been here, he has been serving. He has people, they come from morning to evening. By midnight, he's still there. At 5, he's at 8, and he never gets tired. And all he wants is the good of his people. To me, I want to just send a happy birthday to my dear husband, to a dear friend and companion, to the father of my children, and to the rest of us he is also the father of these ones, and I want us to say happy birthday to your father. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kitty. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kitty. Happy birthday to you. We love you. Amen. Who works overtime? Many people misunderstand him when he puts and you are happy to go to the next day. So all of us, I just want to tell you, I am very grateful, and perhaps I'll just give those who have worked for me, like Bishop Simon and Bishop Koski, Bishop Ilongo there. For once, you could see there are no politics. As always, as I say in my programs, I don't want politics about. So God is working in a very beautiful way and putting every piece together, and everyone is very important. And when we are doing it, we must do it as a team. A team leader, and I really want to thank you. Tomorrow we have the medical camp, and also we are going for the nilitoka kuzika, sina kikombe, sina sahani. Walisema wamechukua vitu vya ndugu yao. Sikuolewa na chochote, nilikwenda na nguo yangu moja.
Bwana Yesu. Yaani mjane ni mtu ambaye anahitaji kusikilizwa kwa umakini sana. Na unapompatia mjane masikio yako, hakika kama vile mama yetu amefanya, nina uhakika hata msipokula lakini muna amani. Kweli ama urongo? Nahitaji tu sikio unisikie. Nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake wenu nitawaua, mtakuwa wajane, na watoto wenu watakuwa mayatima. Wenda ikawa tumepitia katika jambo la kumtesa mjane. Katika Biblia ya kwamba dini iliyo bora mbele za Mwenyezi Mungu ni ile ambayo inaangalia ambayo wamama wanapitia, maana wengine wana watoto wa kusomesha, wengine chakula chao ni shida, maana yule angewapatia hayuko. Tuombe sana, tuwaombee hawa, tuombee ndani ya makanisa yetu, misikiti, na wale ambao hawajaingia kanisani tuwatafute, tuwasaidie. Kwa hivyo sote, dini zote, klachi wa dini hizi, hatuwezi kuepuka jaribio hili. Ndani ya makanisa yetu tuko na hawa mama, wengine ni Waislamu wanaenda kwa misikiti, na sisi ndiyo tunaweza kuongea. Kushindwa kuelewa jukumu ambalo mimi naliona hapa, ambalo kanisa tuko nalo pamoja na kilaji wote. Unaweza kujiuliza hawa hakika na sababu ya wajane kuwaleta hapa. Pokea utukufu na heshima ukiwa na uwezo, ukiwa mwaminifu. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kukuamini wewe. Tumpongeze kwa makofi Mama Charo, asante sana. Mwenyezi Mungu nyote na Dorcas Rigade, sina cha kukupa. Mungu akubariki, akutende wema, akulinde na akukumbatie kama kuku akusanyavyo vifaranga vyake. Mungu awatubariki sote. Amen. Akina mama hoye, akina mama hoye, asanteni sana. Na kumalizia kipindi hicho, mgeni rasmi walikuwa tafadhali, ukiliona nisikilize, nikueleze kilicho katika moyo wangu ili uweze kunielewa. Mbunge wangu Owen Baba somo lile ili aje afanye utafiti kilichomuua babake ni nini, na kwa nini katika nchi yetu ya Kenya there is a lot of insecurity. Nashukuru Mungu kwa sababu wana sababu ya kusonga mbele. Nyumba yako unakesha machozi, unaamkia machozi. Nashukuru Mungu kwa sababu mtoto yule aliyeachwa Ganze Primary akiwa class 6 leo yuko KMTC Makindu, anafanya orthopedics trauma, na anasema anataka kuwa daktari na sifa. Wakati watu wanapozika, wageni wengi waje watupatie matumaini, alafu mkose kutekeleza. Hakika Mungu hafurahii na chakula kwa hizi nyumba za hawa, wengi wao ni shida. Kusomesha watoto pia ni shida. Hata nyumba ile anaishi pia ni nini? Ni shida. Sasa unajua mimi hili naweza kukusaidia ni kukuongezea maombi tu. Nikuongezee maombi, hiyo nitakufanyia. Ingine wewe shikilia. Ama mnasemaje? Si ashikilie? Si tutamuombea huyu mama? Manake hii kazi anafanya ni kazi ngumu. Na hawa wananchi wamekuja hapa na matumaini mengi kwamba mama amefika, tutapata nini? Msaada. Tutapata msaada. Lakini pia niseme hivi kwamba hata Mama Dorcas can do so much. Hatuwezi fanya kila kitu, lakini kuna mahali atakufikia. Na kama hata hujapata ile kitu unatazamia, hata ile maombi yake pia ni nini? Ni muhimu. Si huyu ni pastor, akiongea na Mungu anafanya nini? Anasikia.
Hakika ofisi kubwa ya pale juu imetambua kwamba kuna wajane pamoja nasi. Na wewe kama mama, ndio wakati wa machozi yameisha, lazima tuendelee. Sawa sawa. Hii roho ya kuturudisha nyuma, ya kwamba tunakumbushwa yale ya kale, tuyasahau. Mama, tujiokote, tuende mbio. Mama, yule ambaye ameketi asimame, yule ambaye amesimama aanze kutembea, yule ambaye anatembea aanze kukimbia, yule ambaye yakimbia akapae. Nimeona ubunifu mkubwa sana kwa wanawake, ambapo hata kwa rasilimali chache wanaweza kufanya makubwa zaidi na kwenda mbali. Mheshimiwa, najua umekuwa mtetezi kuhakikisha upatikanaji wa fedha za kuwawezesha wanawake na miradi. Ningependa kukuambia hapa kwamba hili ni jambo ambalo pia liko karibu na moyo wa mume wangu, pamoja na utawala wake Gavana wa Kilifi Gideon Maitha Mung'aro.